Yes, leo tena tunarudi tena na medani za spoti nikiwa host Alichuo, na nimepata mgeni ambaye ni gwiji kabisa katika masuala ya jamii, hususan swala zima la spoti na hususan soka kutoka katika gatuzi la Kwale. Kwa hiyo tutaweza kuwa naye, ataweza kujitambulisha, tuweze kujua ni kipi amebobea na maarifa yake yamechangia vipi kuweza kulikuza soka la vitongoji vya Kwale. Karibu sana ndugu yangu. Asante bwana. Hiyo sauti inashtua. Nashtua sana. So mimi nilipozaliwa waliniita Jembe Hussein Jembe. Mimi ni mzaliwa Kwale County na pia nafanya kazi maeneo ya Kwale. Lakini pia na cross border Mombasa along the coastal line, na pia siku moja kuhusiana na masuala ya michezo huwa nasafiri kwenda up country ili kuchangia ama kuongeza ujuzi kwenye hususan masuala ya michezo. Licha ya michezo, mimi nafanya kazi na mashirika sio ya kiserikali. Nafanya kazi na shirika inaitwa Kwale Women Focus, tukifanya masuala ya kuenua vijana hususan wa kike kuweza kujikimu kimahitaji, na pia nafanya kazi na shirika inaitwa Jamii Action Center kama afisa msimamizi na kutathmini miradi ama projects ambazo zinafanyika pale. Lakini pia juzi ama tuseme kwa hiki kipindi cha miaka 3-4 mimi nimeweza kuchaguliwa kama team manager Kunduchi Sports Club. Hii ni club ambayo inapatikana maeneo ya Kwale, Matuga sub county, Timba location pale. Na ni club ya vijana wasiozidi umri wa miaka 25. Kwa sababu tuna azima yetu kubwa ni kukuza na kuexport vipaji viende kwa tofauti na waweze pia kuweza kupata kipato kupitia vipaji vyao ama taaluma zile. Umetaja kwamba ulipozaliwa walikupatia jina Hussein Jembe kabisa. Chimbuko lako labda pale ulipozaliwa, kabla haujapata hizi nyadhifa mbalimbali ambazo uko nazo, chimbuko lako mpaka ukaweza kujihusisha na masuala ya kuweza kuhakikisha kwamba vipaji vya soka kutoka maeneo yale vinaendelea kupigwa jeki, ulianzia wapi? Chimbuko lako kuanzia pale ambapo watu kuna ile training story nasema mimi ni mdigo. Mdigo ni mzigo. Sasa hizo ndio ruti zangu. So mimi nimezaliwa maeneo ya Simba. Nimesomea pale Mwamgunga Primary School, nikafanya class 8 pale, na shule ya pili nikasoma pale Golini Secondary. Mimi nimekuwa mchezaji wa mpira, nimekuwa mchezaji wa volleyball na pia nimekuwa mchezaji wa basket. Lakini sana niliegemea kwenye uchezaji wa soka, football that is. Na kwa bahati nzuri ama mbaya, niliacha mpira officially mwaka wa 2012. Kwa sababu niliweza kupata injury ya goti, that is nilipata dislocation na double fracture. Mfupa wa juu na wa chini wa mguu zote zilikuwa na fracture. So paka sasa mimi natembea, lakini bado niko na hiyo changamoto. So hiyo kanilazimu niachane na kucheza mpira wa soka. Lakini sijasema nakasirikia mpira ama nachukia mpira. Na mimi nilipoumia nilipatia nguvu ya kushabikia, kuwa shabiki wa mpira. Nilipenda mpira na nikasapoti wenzangu wale ambao kuna tajriba. So paka pale nyumbani kwetu niko na ndugu yangu mdogo anaitwa Ali. Paka sasa nimemsupport sana kwa masuala ya mpira kwa sababu ashaenda trials nyingi na paka sasa ana train na klabu nyingine kubwa. Tuacha niweke kwenye mabano kwa sababu bado hatujafanya official communication. Ana train na klabu kubwa sana Nairobi, tukiwa na nia kwamba huenda wakamsajili au mchezaji wao. So naelewa sana mpira ule wa kule nyanjani kwa sababu mimi niko pale, nimekuwa pale na naendelea kuwa pale na support na nasimamia timu ambayo haijainukia sana, bado ina participate kwenye zile ligi ambazo watu wengi wanasema ni ligi za mtaani. Mimi ndio Jembe. Tukisalia hapo katika safari yako ya michezo kadhaa ambayo umeweza kusema volleyball, soka na hiyo mingine, hii safari yako kabla ya kupatwa na hilo janga la kupatwa na jeraha ambalo liliweza kukukatishia ama kutundika daluga zako, safari yako ilikuwaje kuweza kutambua kwamba soka ndio mchezo ambao labda umekujia mapenzi ukabidi uweze kujikita hapo? Haikuwa rahisi. Kwanza mimi babangu alikuwa against mpira sana.
naona mpaka sasa ni kwa sababu tu hawezi akasema, lakini sometimes wakimwambia sijui tunacheza sijui wapi wapi wapi, yani unaona kabisa kwamba huyu mzee kidogo mambo mpira, lakini pia huwa anaangalia siku moja moja. So haikuwa rahisi. Mimi nilianza kucheza mpira nikiwa na tuseme miaka kama 11 12, kwa sababu mimi nimeinukia kwenye familia ambao nilikuwa na ndugu zangu wakubwa tayari wanacheza mpira. Watoto wa baba mkubwa wao walikuwa wanacheza mpira, so nikapata hiyo inspiration na walikuwa ni watu ambao pale mtaani ile klabu yetu kubwa Kunduzi, hawa walikuwa ni first 11. Sasa mimi nikienukia ile kubeba mabagi waenda nao viatu, mara hao sijui wanafanya vitu vyao wapatiwa viatu wanavyo nyumbani. Hapo ndo nikaanza kupata mapenzi ya mimi kufanya kuingiliana na mambo ya mpira. So nikatrainiwa na coach wa mtaani, nitampatia credit zake, anaitwa Bwana Mozo. Klabu sasa ile Kunduzi Junior ilikuwa inaitwa Bumbani pale. So vijana wengi sana tumeenukia pale. So nimetrainiwa pale for takriban. Sio Bumbani ile ambayo sio Bumbani ile. Tuko na Bumbani yetu. Bumbani yenu nyinyi sasa. Ambayo ilizalisha mastar time hiyo. Ni venye tu hatukupata airplays nyingi, lakini probably nisingepata injury maybe ningekuwa mimi ndo captain wa Bandari kufikia sasa. Bila shaka. So nikacheza pale na mimi nilianza kutrain kama back 3. Nimetrain back 3, lakini venye nilikuwa sasa naendelea na mazoezi pia nikajaribu potential kuwa forward na nimecheza offensive 11. Bila shaka. So nimecheza 11, nimecheza back 3 na pia nikajaribu 9 10. Kwa sababu wakati navunjika mguu mimi nilikuwa nacheza 9. Nikagongana bahati mbaya na goalkeeper, nikapata hiyo ajali. So nimecheza tuseme kwenye taaluma ya mpira nimecheza sehemu zote, kwa sababu kama ni defense nimecheza, kama ni midfield nimecheza, ni attacking nimecheza, na pia wing nimecheza. So hiyo ndio imekuwa historia yangu. Na hii inspiration sio inspiration kwa sababu pia mimi mwenyewe nilikuwa niko na, yani ile talent ilikuwa tayari ipo. As much as zingine zilikuwa zinajitokeza, lakini football, so kumbuka ile mipira makaratasi ile nyumbani. Sasa mimi nilikuwa pale ni yani mimi ndio kila. Mimi ndio kila. Kwa bahati nzuri mimi nilikuwa napiga miguu yote paka sasa. Kule Jogo Bonito naita street football. So kwa bahati nzuri mimi miguu yote niko sawa. Lakini power leg yangu ilikuwa ni left leg. So nilipovunjika siku hizo wanajaribu kutumia right, lakini bado niko na hiyo power ya left. Na kwa haraka naona niliparticipate kama finals 3 before nipatane na hii. Na kati hizi finali mimi nimechangia mabao kufungwa, nimechangia pia kuzalisha penalty. Kumbukumbu yangu, machi yangu ya mwisho kabisa ilikuwa ni finali Bumbani na Black Mamba. Na mimi nilitoa cross nyingine amazing sana, ambao sasa striker wetu alishindwa kumaliza na tukafungwa bao 1-0. Kwa hiyo hii finali ndio uliweza kupata hilo jeraha? Hili jeraha nilipata kwa hii michuano ya sherehe za harusi. Kulikuwa na rafiki yetu anaoa, timu ikaalikwa, wakanifuata kwa sababu nilinunuliwa hiyo siku, lakini sikulipwa vizuri, lakini nikafuatwa tuende tusaidie timu. Na ndo ikatokea hiyo ajali. Na mwenye alinipatia hili jeraha alikuwa ni rafiki yangu sana, kwa sababu nilikuwa nasoma naye shule moja, Golini Secondary. Ni rafiki yangu sana. Harusi furaha ikawa karaha kwako binafsi. Hiyo sasa iliniacha nikawa nyumbani takriban miezi 5, kwa sababu ilikuwa holiday ya November December, then nikachanganya na term 1 yote ile school calendar ile miezi 3, plus ule mwezi mmoja wa holiday April. Mimi nilirudi Mei shuleni. Nilirudi Mei hapo nikiwa naingia form 3. So hili jeraha limenipatia pigo upande wa elimu, limenipatia pigo pia kwenye career yangu ya mpira, kwa sababu kuna kitu inaitwa traction kwa wale ambao wamewahi kuumia. Traction ni ile hali ya kuwa unafungwa, mguu unakaa juu, huu mwili unakaa chini, alafu unavutwa na mawe. Kuna mawe specific unawekewa, kwa mfano kama kilo 5 depending na ile injury yenye umepata. So nilifungwa lile jiwe kwa takriban miezi 2, then nikatolewa, nikawa nafanywa zile therapy za nje at least kusupport wa mguu. Changamoto za jeraha, wazazi japokuwa walikuwa hawataki ushiriki. Nilikaa wiki 2 bila kushughulikiwa kwanza na babangu. Though nimesema pale disclaimer, sijawahi mchukia kwa sababu hakuwa anapenda mpira. So nilipopata jeraha mimi nilikaa wiki 2 nyumbani bila yeye kunishughulikia. Na simply because alikuwa ananionyesha ile punishment ya kwamba nilikwambia usicheze mpira. So kitambo nakuja kutibiwa ni intervention sasa ya mama plus wajomba plus shule, kwa sababu by the time mimi navunjika mguu nimekuwa nishakuwa recruited kwa school team kama first 11.
Sasa ndo waliposikia watu walidhania kwamba ni hizi normal injuries, but sasa nilipofanyiwa x-ray ndo nikapatikana hiyo dislocation na double fracture. So kati ya hizo wiki 2 nilikuwa nikifanyiwa tu zile za kienyeji. Sasa tu watu wanakuja wanakuvuta, lakini kadri venye ulikuwa mguu unavutwa ndio kadri mguu ambao ulikuwa unafura, kwa sababu haikuwa ile injury, ilikuwa ni fracture hiyo. Wanasema unapelekwa kwa mkandaji. Achana nayo jamaa, mkandaji lazima alizaa pacha. Sasa mimi nikaenda na jamaa fulani hapo mtaani. Huyo jamaa alikuwa ni mgumu ajabu. Yaani akikushika stima. But haikusaidia, so mpaka nilipopata x-ray tukadhibitisha kwamba mguu uko na shida, ndio nikaletewa daktari sasa wa mifupa specialist. Tukisalia hapo kwa kupata jeraha la mguu likakuweza kukuweka nje miezi kadhaa, ikaweza kuleta changamoto katika upande wako wa elimu na maisha yako. Uliweza kujikwamua vipi kwa faida ya msikilizaji ambaye ama mtazamaji ambaye ataweza, hii changamoto uliweza kuitatua vipi kwako wewe mwenyewe binafsi? I think mimi sikushtuka kwa sababu nishawahi kuona watu wakiumia, nishawahi kuona watu wakifa kwa sababu ya mpira. So akili yangu haikushtuka sana kwamba ni jeraha basi kuna vitu vitasimama, hapana. Ni ile tu hiyo itilafu ilitokea, lakini mimi akili yangu haikushtuka mpaka nikapoteza mwelekeo kabisa, kwa sababu nilikaa kwenye matibabu. Nilipomaliza matibabu nikarudi shule, nikaingia form 3, but pia na support na kubali support yenye ilitokana kwa familia. So apart from kule kuachwa wiki 2, lakini huku mbele mzee alitake full responsibility, kwa sababu kama ni kule alikuwa naala vizuri, ilikuwa na mtu ambaye ananisaidia mwanzo mwisho, na yeye pia alikuwa anasimamia matibabu yale mengine yote. So hiyo ilinisaidia mimi kuwa na mazingira bora, ama kuwa na mazingira yanayostahili ya mimi kurecover kwenye ile hali. Na pia ile community ambayo ilikuwa ni surround, sikupata zile negative comment kwamba ni kwa sababu mpira, yani watu walichukulia poa, na ile mifano ambayo nishaiona pia ikanijenga kwamba hii ni ajali ilitokea na maisha yanafaa kwenda, maisha yanafaa kusonga. Nikarudi shule, nimemaliza form 4, nimerudi. Sijachukia mchezaji wa mpira, sijachukia mpira, na mpaka sasa mimi bado niko kwenye mpira. Na understand ama naelewa mchezaji akiumia ile trauma ambayo anapitia, kwa sababu wachezaji wetu wengi ukivaa kiatu cha wale wachezaji, wewe kama mchezaji wengi tukipatana na yale majeraha, sio timu zote ambazo zinasimamia, ni wewe na familia ndio kwa sababu timu nyingi bado hazijakuwa vizuri kifedha. So mimi naelewa hii ecosystem nzima, na naweza nikasema mimi mchezaji akiumia huwa naelewa ile changamoto anayoipata yeye, kwa sababu wengi wao wachezaji maybe yeye ndo breadwinner, yeye anafaa kusaidia kitu fulani. Sasa akiumia ni pigo kwenye ile familia. So hiyo ilinifundisha kwamba sisi kama wanajamii tuangalie mchezo wa soka na jicho la tatu. Tusiende pale tu kukejeli mtu, tusiende pale tuwe makini sana na vile vitu ambavyo tunavifanya pale, kwa sababu huenda tukajenga maisha ya mtu ama tukaharibu maisha ya mtu. Probably mimi ningepatana na comments mbaya ama ningepata environment ambayo haiko friendly kwangu, ningechukia mpira kutoka ule mwaka wa 2012 mpaka sasa. Na nisingetaka mtu yote ajihusishe na mpira specifically kwenye familia yangu. Lakini kama vile nakwambia, niko na mtu ambaye mimi namlipia professional fee, unamnacha aweze so hivi ni vitu ambavyo mimi niliweza kuovercome through the environment ambayo nimekuwa nayo pale. Sasa tukiendelea na wewe kama mchezaji ambaye labda umeacha, mchezaji mstaafu. Unajua kuna sababu zinakufanya unastaafu mapema, na sababu hizi hazikuweza kuikatisha safari yako ya kujihusisha na mchezo wa soka kikamilifu. Na hicho niweze kupongeza pia, kwa sababu safari yako haikuwa safari nzuri mpaka hapo ulipofika. Safari yako ya kujihusisha na mashirika kujihusisha na jinsi ambavyo mnaweza kukuza talanta za Tuzi la Kwale. Nimefanya mtihani wangu wa KCSE mwaka wa 2013. Nikakaa nyumbani miaka 2 kuhustle, that is 2014 2015. Lakini hustle yangu ilikuwa ya kitofauti kidogo, kwa sababu maisha yangu mengi yale ya kuanzia 0 mpaka around 18 nimekuwa Kwale. So ilipoingia ile 2014 nilikuwa nafanya mjengo. Nimefanya mjengo na jamaa fulani anaitwa Masudi, rafiki yangu sana mpaka kesho. Rafiki yangu mkubwa sana.
But sasa pia nilikuwa napata zile exposure ndogo ndogo kwa sababu mimi nilikuwa nikiishi na mwalimu ambaye alikuwa class teacher wangu form 3 form 4. Okay. So yeye alikuwa akinipatia ile motivation ya maisha kwamba hata kama pesa hakuna but still you can start from somewhere. So ilipofika mwaka wa 2015 hapo around mwezi wa 3-4 kulikuwa na ile call ya KEPSA. Nika participate kwa KEPSA na hapo ndo breakthrough yangu ikaanza. Nikapiga ile miezi 3, nikaenda internship miezi 6, nikachanga kidogo. Sasa nikarudi darasani nikasomea project plan and management. So nimejisupport kwenye hiyo course na pia nimefanya certificate ya ICT. So hizi ni vitu ambazo nimezifanya kujisustain mimi kama mtu binafsi wakati nimemaliza form 4. Na hii ikanipatia breakthrough ya mimi kuanza kufanya kazi na mashirika kwa sababu nilijiunga na kikundi cha vijana pale Kwale kidogo kinaitwa Kwale Youth Network Focus. Tukafanya program 2-3, nikatoka pale nikaingia KYGC, Kwale Youth and Governance Consortium. Tukafanya project kadhaa pale na hiyo ikanishape vizuri. Sasa paka nikarudi nikafanya kazi na shirika lilikuwa linaitwa Hekima, ilikuwa hapa Likoni. Nikatoka Hekima nikaenda Jamii Action Center na pale ndo nimefanya muda wangu mwingi sana. So huu mzunguko wote ulinifundisha vitu vingi na pia mimi niliweza kusaidia vitu vingi. Nimefanya kazi kwa jamii ambao mimi naijua na naelewa changamoto ambazo ziko pale. So vitu vingi ilikuwa vikija, mimi nilikuwa niko na urahisi wa kusema kwamba hiki kinawezekana kwa sababu hii jamii naijua vizuri, ama hiki inawezekana kwa sababu ile taaluma ambayo niko nayo inaweza kusaidia hii jamii kwa uzuri zaidi. Na kupitia ile elimu ambayo niko nayo sasa tukaweza kufanya mambo mazuri kwa jamii. Na mpaka sasa haya mashirika yanayozungumza yote yako ni mashirika ambayo yamekuwa yakiimplement program za vijana na za watu wa either key population kumaanisha wale watu wanaoishi na uwezo maalum na pia wale watu wengine. Ni program ambazo zinafanyika kwenye jamii kwa sababu ya kubobea kwako na swala zima la kuwa mkurugenzi ama katika masuala ya ufundi na kuwa project manager, ndio sababu liweza kupewa wadhifa kuwa conduit manager. Mimi nimekuwa active supporter wa football club, sio conduit peke yake. Kwa sababu mimi nikipatana na timu yote ambayo inafanya fundraise na niko na hali nzuri ya kusupport, mimi na support. Lakini kwa nini conduit? Kwa bahati nzuri ama mbaya, sikuwahi kuchezea ile conduit kubwa kwa sababu pale kulikuwa kuna conduit ile C na ile B. So mimi nimekuwa kwa conduit B. So kwa bahati nzuri ama mbaya, kwa sababu ile jeraha sikuwahi kuchezea ile conduit C. Nilipata ukiwa bado mdogo sana. Bado mdogo. Na niliweza kusupport hii timu kwa kile kidogo ambacho nilikuwa napata. Kwa sababu unaelewa timu hizi za jamii. Kama match imefika lazima utaona vitabu vinazunguka, message zile WhatsApp nini kusupport. So mimi nilikuwa na support. Lakini sasa wale maplayer plus the management ilikuwa pale, wao wakaona mimi niko na vile vigezo wanavyovitafuta mimi niko navyo. Na ndio maana wakani approach niweze kuingia kwa ile management. Nimeweza kuapproach na hii timu mara 3. Na hizi zote mimi nimekataa. Simply because by that time nakataa, nilikuwa naona kuna vitu bado havijakaa sawa mimi kuchukua ile position. But nilipokaa sawa, elections ilifanywa, nikachaguliwa. Na nikakubali yale majukumu ya timu na mpaka sasa mimi bado ni team manager wa Kunduzi. Probably ni wenye waliona mimi nafaa kuwa pale. Katika upeo wako wa kufanya kazi na mashirika, je, unaona soka ama sport ya Kwale mashirika yakihusishwa pakubwa watu wanaweza kupata ukuaji na vipaji kuweza kuvumbuliwa? Chances zipo, yes. Lakini nitatoa disclaimer. Wajua mimi kama mtaalamu wa masuala ya kufanya miradi, that is project plan and management. Wajua mradi ukija, mradi uko na lengo lake. Na mimi nikihusisha football team kama mwenye shirika, kama mwenye mradi, automatically kuna kitu ambacho nakitaka kutoka pale kitokee. Lakini taasisi nzuri ya kukuza soka ni FKF. Kwa sababu ile ni taasisi ambayo inatambulika kiserikali kwa ajili ya soka. Na wako na hiyo mandate ya kuendeleza hao maswala. Sasa mfumo mzuri ambao mimi na rai watu wengi tuwe nao, kama
mtu atakuwa ako na mradi ambao umelenga kuinua vipaji, basi waeke mutual ama professional partnership ya wao na FKF, so that kuwe na ile guidance specifically on football development. Kwa sababu gani? Mimi nitaweka tournament yangu, lakini tournament haina regulations zozote. Ni mimi tu nimekaa venye nimeamua itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, story basi. Lakini ukiangalia FKF iko na mfumo, kama kunakuwa na tournament, hii tournament inafaa kuwa vipi, sheria gani zinafaa kutumika, vigezo vyote pale wako navyo, so watakuguide. Lakini sisi tutaifanya kwa minajili ya mimi niko na huu mradi na huu mradi nataka kigezo fulani kitokee, basi nikiweka hivi nitapata, bila kuangalia the larger picture about football development. Tukisalia hapo hapo, kumekuwa na mashirika ambayo yanafanya activities ambazo zinahusisha sports, na huja na kauli mbiu kusema kwamba hii ni peace tournament ama hii ni youth ama vijana na amani tournament. Lengo kuu ni kukuza vipaji ama lengo kuu ni kuweza kupitisha ule ujumbe wa kwamba vijana wajihusishe na masuala ya kuweza kuweka amani na usalama? Mimi naweza nikasema lengo kuu ni yule mwenye ameweka ile peace tournament afikie azma yake. Kwa sababu gani? Kati ya hizo peace tournament ndio timu zinapigana hapo hapo kwenye hiyo peace tournament. Kati ya hizo peace tournament ndio utapata manager huyu yatukana na manager mwingine. Kati ya hizo peace tournament ambazo tunazisema, kati ya hizo peace tournament utapata wale kama wanavuta wanatumia miadarati wanapatikana pale pale. So huwa nasema ile haiangalii hatima ya mchezaji ama hatima kuza kipaji ama hatima ya soka kwa ujumla, bali inaangalia matamanio ya mtu ni nini. Lakini endapo tutageuza huo mfumo tuwe tunahusisha tume kamilifu, basi huenda kwa sababu ukiangalia zile tournament mwisho wa siku ni kikombe utapewa, jezi, hiyo story imeisha. Bidii ya mchezaji ndio maybe hata unaitwa ulaji. Yule limuona akicheza mali fulani bwana, yule namtaka aje mali fulani acheze ni nini, akipata injury anarudi kwa ile timu yake, ama ni yeye na shida zake ajitibu ama sijitibu. So hizi tournament zinafanyika, lakini mimi binafsi sijaziona zikienua mchezaji ama zikienua vipaji vya wachezaji huko pale, bali zinafanyika kuridhisha yule mwenye ameweka ile tournament. Na ni kitu kizuri, ni kitu kibaya, lakini ni kizuri kwa sababu vijana napata time ya kucheza. Lakini kitu kibaya kwa sababu hakuna any professional development pale ambayo inajitokeza. Kwa sababu nyingi ni za politician wanakuja, hata za mashirika wanafanya, lakini hautasikia kumeitwa scout kutoka timu fulani wakuja waangalie, hautasikia kumeitwa scout kutoka wapi. Hakuna vitu kama hivyo, ama hakuna any professional person mwenye amekuwa kwa industry ya mpira aje kuongelesha wale vijana. Ni mimi kama Jembe naitwa tayari kwa sababu nimekuwa team manager, mwingine anaitwa kwa sababu amekuwa player, akuja ongeleshe wale watu. So tunaongea based on what we think, but hatuongei based on an aspect ya kuwa tunakuza kipaji cha mtu. Kumekuja na, kwa sababu umeweza kusema kwamba hii ni moja ya vitu ambavyo vinarudisha kuvumbuliwa kwa vipaji, kumekuja na njia mbadala ya kuweza kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wanashiriki katika michuano hii wanapata sura ya kuonekana, ama wale washikadau wanatafutiwa mbinu ya kualikwa, japokuwa kumekuwa na changamoto kama hiyo. Kidogo mbinu zipo, lakini sio nyingi sana zenye zimeanza kujitokeza, na pia tournament ziko ambazo zimejaribu kuwa na mfumo kama huu. Bila shaka. Na si tournament pia nyingi, at least tournament 1, 2, 3 zinafanyika. Lakini asilimia kubwa ama mfumo ambao ningeomba watu wengi tufuate ni kutumia ile structure FKF. Unajua FKF imeanza sub county. Timu ikifanya vizuri sub county tunapanda tunaenda county. Tukifanya vizuri county, sasa kule kwa sub county una interact na timu tofauti ambao kuna mfumo tayari unaeleweka. Ukiingia kwa sub county kwa county unaingia kwa unacheza county wide, kuna mfumo ambao unaeleweka. Na pia pale at least sasa huyu mchezaji huwa anatambulika kwenye historia ya kimpira, kwa sababu mchezaji kutambulika lazima uwe uko kwa system either FIFA Connect ama hii yetu ya Kenya FKF football. Lakini ukiniweka kwa tournament ile ya peace tournament ile bwana, utapata player akitafutwa hata kwa hapatikani bwana, sasa mpaka apigwe simu, yule mchezaji wako alikuwa anaitwaje bwana sipini. Kwa hiyo kauli unayosema ni kwamba mashirika kama yanataka kuanzisha michuano ya kuweza kuendeleza vipaji watumie mfumo unaofaa kabisa 100%. Na sio kutumia mfumo tu, pia waombe ushirikiano wao na tume ya FKF, kwa sababu ni tume ambayo
inatambulika kitaifa kwamba ni timu ambayo inasimamia masuala ya michezo. Mbinu za kuweza kuleta vipaji pamoja ndani ya gatuzi la Kwale, structured tournament hiyo ni ya kwanza, teams participate kwenye hizi FKF tournament pia hiyo ni ya pili, na pia kukuwa na exposure or learning tours. At least ile timu ambayo iko pale chini iombe hata kama sio training session, lakini waende waka observe timu kama Bandari ina train vipi, whether they can borrow. Pia waweze kuwasiliana na senior players ambao wanaeleweka, wana develop talent, na pia coaches wale ambao wako certified waweze kuinteract nao, kwa sababu timu nyingi zinatrainiwa na watu wa mtaani. Ni yule mtu ambaye tu amekuwa pale ambao tayari atakuwa coach, lakini hana tactical, hana experience, hana chochote, yani yeye ana train tu, story ishe. Ni miaka sasa tangu gatuzi la Kwale kupata, hakujawahi kuwa na mshiriki katika ligi kuu ya hapa nchini. Changamoto ni gani? Vipaji vinapatikana, wakufunzi wapo, lakini hatuoni kuona ule mshikano wa kwamba sisi lazima tushikane pamoja tupeleke timu moja ligi kuu. Washikadau wamekuwa wengi sana. Changamoto ni gani? Washikadau wamekuwa wengi, lakini hawajakuwa na lengo moja la kusupport. Kwa sababu Kwale tumekuwa na the best team ambayo imecheza paka NSL na sasa imeshuka. Na ile timu ilikosa tu ufadhili kwa sababu by that time sisi tumekuwa na maplayer wazuri. Tumekuwa na maplayer ambao wako vizuri, wanafanya vizuri, tactical vizuri, kila kitu wako sawa. Lakini sasa sustainability yao ndio imeweza kukosekana. So changamoto kubwa sana ya Kwale ni kutopatikana kwa wadau ambao wako na kauli moja ya kusukuma soka iende mbele. Wenye wanajitokeza mimi naweza sema ni wale wa peer pressure. Peer pressure na public relation, waonekane tu kwamba amefika, story imetoka. Kwa sababu tukiangalia kwa sasa tuko na timu mbili ambazo tuseme hizo kubwa, Bombani na SS Asad. SS Asad penye ilifikia, mimi sikutarajia kwamba itarudi nyuma. Nilikuwa natarajia either maintain ama ipande mbele, lakini kwa sababu ya hali ya fedha iliyokuwa pale changamoto, timu ikashuka. Hii Bombani pia imeenda playoff mara mbili. Last season but one last season. But pia maintain pale pale. So probably ingekuwa na push zaidi financially, maybe tungepata more technical expertise, more players, experienced players to join force to support. Lakini hii yote inasababishwa nini? Hao washikadau ambao tuko nao hawajakuwa na ule mshikano wa kuwa sisi tutasupport hii timu fully. Na tukiangalia kama counterpart wetu wa Mombasa, Mombasa United, ile timu iko na strong stakeholders ambao wanawasupport. Na pia ukiangalia timu venye na evolve, kuna utofauti mkubwa ambao kitu kama hicho hakijawahi kutokea kule kwetu Kwale. Probably kitokea, basi sisi tuko na vipaji vingi zaidi ya Mombasa ambao sasa tunaweza tukasukuma hata timu ukiingia mpaka kwa national league. Mfumo wa uongozi wa soka la Pwani umechangia pakubwa sana. Pakubwa sana. Though siku hizi kuna mageuzi, lakini pale mwanzo ilikuwa masuala ya corruption yalikuwa yako juu sana. Sitaki kuficha hapo. Favorism pia imekuwa juu sana. Timu zinacheza tokenism, poor officiating, poor structure planning, fixture planning, vitu kama hivyo kwa vinajitokeza. Wewe kama mkurugenzi wa Kunduchi, unazungumziaje soka la Kwale kwa ujumla, tukiweza kumalizia mahojiano haya? I think there is a significant growth. Kuna maendeleo mengi sana yanaonekana kwa sababu I think kufikia sasa kuna takriban timu 40 zina participate, around 32 to 40 zimeregister kwenye county FKF. Na tuko na around team 4-5 around 4-5 Div 1. Kama mshikadau wa masuala ya mashirika na kuweza kuhakikisha jamii inasonga mbele, na hususan kuweza kujua mustakabali wa wale wachezaji wachanga, kwa sababu najua kwamba hiyo ni miongoni mwa zile kazi za mkurugenzi. Wachezaji kwenda katika mechi na kupata malipo kiduchu wakisema kwamba wamekwenda ulaji, hili ni miongoni mwa yale ambayo ni changamoto kubwa kule ndani ya Kwale. Kubwa sana, na ni moja kati ya vile vitu ambavyo tunajaribu kuvipiga vita. Na ndio maana sisi kama club ya Kunduchi tuliweza kukaa mkutano na maplayers wetu. Tunaelewa kwamba timu haiwezi kasimamia mchezaji 100%.
lakini tunahitaji ule mchezaji akiparticipate kwenye zile tournament za nje, at least kukuwe na mfumo unaoeleweka. Kwa sababu mimi hauwezi niambia kile kidogo ambacho nitakipata nitakuja nitibu injury ambayo umetoa nje. Mimi kama team manager sitakubali hiyo. So sisi tumesainishana mkataba na wachezaji wetu. Bila shaka. Na kwa sababu tunaelewa hii hali na timu haiwezi kasimamia kila kitu. Hatujawakataza, lakini kuna mfumo. Kama umeitwa kwenye timu, point of contact sio mchezaji, ni manager. So timu ikihitaji mchezaji wangu ni mimi, waniambie. Mimi nita negotiate terms za mchezaji. Sio mchezaji negotiate terms. So kama umehitaji mchezaji wangu, kinipigia nitakwambia mchezaji atapatikana, lakini atapatikana kwa kima hiki. At least pia yule mchezaji akija ako na ile nguvu ya kwamba nimeenda kuparticipate, lakini hii ni kitu ambayo inajulikana. Ndio hataki patana na changamoto yote kule, timu inajua na timu pia itachukua ile responsibility. Maana kulikuwa na timu moja ilishindwa kufuzu hiyo ni historia ya siku nyingine, lakini vitu kama hivyo ndio tunajaribu pia kuvihusisha. Na kitu kingine pia ni nidhamu ya wachezaji. Wajua haya mambo ya ulaji hayawezi isha leo wala kesho. Tukiangalia structure ya mpira soka la pwani. Sasa ni player akubali kushirikiana na management yake, tuweke mifumo mizuri. Na hii mifumo ikiwa sawa, na imani hata yule ambaye huwa anaita player kwa ulaji pia yeye itafikia point ashindwe. Kwa sababu gani? Kama ukipigia team A waambie ongea na manager, ukipigia team B waambie ongea na manager, team C ongea na manager, probably pia wewe utakasirika, utrain watu wako so that ile pesa ambayo ulikuwa unazungushwa nayo ifaidishe wale watu pale pale nyumbani. Ona kama mimi niko na around 25 plus players wale ambao wako under 25 years. So mimi niko na nguvu ya kusema kwamba kwa season 3 zinazokuja mimi kama ni kutafuta mtu wa ulaji ni mtu mmoja wawili, nikienda sana ni wawili, lakini niko na timu mbili ambazo zina train fully pale pale na ni umri ambao unahitajika. Niko na vijana ambao wako miaka 17, niko na vijana ambao miaka 20, 21. Hiyo sasa nimebuild timu ya kuwa huko mbele sitaki kutapatapa tena nikitafuta mchezaji sijui kutoka wapi sijui kutoka wapi. Na mimi na train all aspect. Niko na goalkeeping, niko na defensive, ataki kila kitu ile timu complete, na ni wachezaji wachanga ambao wanachipukia na nguvu zaidi. Ndio. Donda sugu la ulaji mwanzo husababishwa na nini, na tukimalizia kitu gani tunaweza kufanya ili kuweza kulitatua ili donda sugu la gonjwa la wachezaji kutaka kwenda mechi za ulaji? I think changamoto kubwa ambayo inasababisha watu kwenda ulaji ni timu kukosa mfumo. Hiyo ni ya kwanza. Pili pia ni timu kuto appreciate hawa maplayer. Wajua timu hizi ambazo zinachipuka sasa sio hatu engage players wetu on a professional level, lakini kuna yale maelewano baina wewe na yule mchezaji, at least kukuwa na ile sustainability. So kama timu haijali mchezaji wake, haijui kiatu kinapatikana wapi, hana training kila kitu, automatically huyu mchezaji umempatia garantia yeye kwenda kutafuta ulaji. Lakini kama timu kuna vitu vidogo vidogo inaweza ikasimamia, basi unapunguza ile asilimia huyu mchezaji kufuata ulaji. Na timu ikifanya hivyo, basi asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanafuata ulaji itaisha. Kwa sababu gani? Kile ambacho anakifuata kwenye ulaji atakuwa anakipata pale pale kwenye timu, na ule mfumo ambao umewekwa pale pia utakuwa haumruhusu yeye kama mchezaji aende kutafuta ulaji. Kwa sababu kama umeagree kwamba utapatikana siku 5 za mazoezi, weekend kuna either friendly au kuna match na participate, basi sio hiyo nguvu kwa utaenda ulaji utaitoa wapi? Kwa sababu kama ni kuanzia saa 10 mpaka saa 11 unafaa uwe mazoezi, utaenda sio ulaji utacheza saa 2 asubuhi. So pia itakuwa inasaidia kupunguza. Kauli ya mwisho, pendekezo lako wewe kama mshikadau wa soka, ungependekeza nini ndani ya gatuzi la Kwale kwa ajili ya kuwa na matarajio kwamba linaweza kuleta mabadiliko ya soka pale ndani ya Kwale? We should push for reforms within the teams. That is, kama kuna management ambao haifanyi kazi vizuri, hapo ndo tunaanzia. Kwa sababu tusilaumu kule juu, lakini hapa chini ile club ndogo ambayo unaichezea haina mfumo ambao unaeleweka ama haina viongozi ambao wanaeleweka. So reforms zianzie pale chini, to enforce discipline kwa hawa vijana ambao tunakuwa nao saa hizi, na pia tuwapatie professional trials ama professional exposure.
kwa sababu kuna mchezaji amekuwa Kwale, amecheza Kwale, amezeeka akiwa Kwale, hajawahi atakuwa na exposure maybe kucheza mazingira Nairobi, Mombasa, wapi. Hiyo pia inaua. So at least pia once in a while hawa wachezaji wakuwa exposed to professional development expertise, pia waweze kusoma mawili matatu, at least inaweza kawasaidia vizuri, kwa sababu utajiona uko mkali huku Kwale, lakini ukienda Nairobi utapatana na mtu ni mkali zaidi yako, ambao wewe sasa unashindwa kuelewa. Haya, hiyo ilikuwa ni kauli ya mkurugenzi wa timu ya Kunduchi kutoka gatuzi la Kwale. Leo alikuwa ni mgeni wetu hapa, tumechambua mengi, na hapa ni tamati ndani ya Medani za Spoti, mkiwa mwongoza kipindi hichi Ali Chuo. Nasema asantum, baki salamu.